Dimna Khasiala mwenye umri wa miaka 55 alimwokoa mtoto mmoja mkononi mwa mnyama na kupata umaarufu mkubwa. Mwanahabari Elvis Kosgei alimtembelea katika kituo chake eneo la Ngong na kutupambia makala ya Mwanamke Ngangari. Tunakaribishwa na mazingira haya tulivu kukibiko eneo la Ngong. Miali ya jua tayari ishapasua ardhi, lakini hilo halimpigi mshipa mwanamke huyu kwa kunipa simulizi ya mbali na karibu. Macho yake yanatalii hapa kule katika kituo hiki kana kwamba anatafuta kitu. Ni kituo ambacho anadai ni fumbo ambalo hakulifumbua aujua yeye. Na hili kututhibitishia fumbo lake, mwanamke huyu almaarufu Mama Tunza anaandamana na bwana mdogo huyu mwenye damu changa. Pengine utadhani ni mtoto wa kawaida, ila atakapozifungua kurasa za maisha yake huenda utabaki kinywa wazi. Meshak Chalo au kipenda Babu anadaiwa kulelewa na sokwe mtu almaarufu Babun takriban miaka 6 iliyopita. Mama Tunza anadai kwamba alizungumza na mnyama huyo kwa lugha yake ya mama ili kumrai sokwe mtu huyo ampe mtoto, naye mpendizi kama hisani. Jaza ya hisani ikawa hisani, wala haikuwa nuksani. Hakutaka hata wenzake, na wenzake hawakumpenda. Sasa mimi ndio nilikuwa ninajaribu mpaka wenzake wanampenda. Hata wasahii unaweza kusikia tu mwingine anaenda anamwambia, we Mangi, enda huko kwa room. Kwa shauri ile kaseti ile kwanza iliandika Pepima Mangi boy. Ulezi wa Meshak haukuwa jambo rahisi, kwani alimfanyia mengi yasiyoweza kuandikika kwa wino. Ali kadhalika lazimika kufungua kituo cha watoto kule Kibra, kituo ambacho anadai kilipokea watoto wengi, wakiwemo waliotupwa chooni na hata kuokotwa na mbwa. Mimi naweza kuletea mtoto, hata saa hii niko na mtoto ako na 4 months sasa, na analetwa kama ako na 1 day. Mimi mwenyewe namuosha, mimi mwenyewe nalala na yeye mpaka saa ile anakuwa mkubwa. Ndio anafanya nini? Ndio ninapeana kwa chumba cha watoto kulala. Baada ya bishabisha kwa muda mrefu, hatimaye alifungua kituo hiki ambacho kina watoto zaidi ya 100 wenye hadithi tofauti. Ila kubwa zaidi ni kumbadilisha Meshak. Hadi leo yuko darasa la 6 katika shule ya msingi ya Kibiko. Darasani Meshak anachezea nambari 3 hadi 4. Mimi nasumbua maisha yangu juu ya kulea hawa watoto, sio kusumbua maisha yangu nitachirike. Nasumbua maisha yangu hawa watoto wakuwe wakubwa, na Mungu ataniwekea kiti kisuri ile nitakaa nikisema mimi nilikuwa mama ngangari. Napenda kusoma na wenzangu katika darasa, wenye wananisaidia kwenye masomo. Wale niwataki sitaki kusumbuana nao. Licha ya Mesha kuitwa Monkey au Baboon na watoto wenzake, amejitolea kwa hali na mali kubadilisha mustakabali wake, huku kandanda ikiwa mchezo anaoupenda. Kila walikuwa wanamuita hivyo. Sasa saa ile niliona wengine wanamchokoza nayo, na tulikuwa na mfanyakazi mmoja kutoka Ukambani akasema tumweke hiyo china Babu, tumweke Mesha Chalo na Babu. Shuleni wanajua ni vibaya kuambia mtu hivyo. Huku ni kidogo tu, sio kingi kunichokoza. Kutokana na juhudi zake, Mama Tunza anatuzwa chungu nzima ambayo ametunikiwa na mataifa mengi ya nje. Wanaotusaidia kwa chakula na kidogo school fees ni wasungu. Wakenya wale wanasikia wachitoe wasaidie watoto wao. Kwa shauri hawa watoto si wa wasungu, ni wa Wakenya. Hata hivyo, mwanamke huyu ana matumaini makubwa kwa siku moja Kenya itakuwa taifa la kuwalea na kuwajali watoto wake. Mimi ni mwanamke ngangari aliyeweza kusaidiwa na Mungu kufanya hizi kitu, au sisi kwa Kiluya tunaita shina mundu, wakili wa chini ule alitumikiwa na Mungu. Ni mwanamke ngangari juu kama sio watoto wengi wenye tuko hapa hatungekuwa.
tungekuwa tumeliaga kitambo. Ni mchezo ambao wanadai inawaunganisha kama familia. Licha changamoto tele, familia hii ina matumaini makubwa kwa itabadilisha mustakabali na siku zao za usoni. Elvis Kosgei kwenye makala ya Mwanamke Ngangari katika eneo la Ngong.